कहाँ है वो रास्ता जहाँ तेरा साथ मिले, गरीबी मेरी पहचान सही। Naomba nikodolea mume wangu. Sasa yule ambao umetumia kunywa pombe. Usongeni hata mboga. Ndani hamna chochote. Unga ulioleta. Sasa tutakulaje? Kuna mafuta tu ndani. Ndani kuna mafuta? Unahangaika mboga? Tutachuma hata papai huko kwa majirani. Ndani kuna mafuta, unahangaika mboga. Njoo nipikie ugali mke wangu. Njoo pike ugali. Wakati wa Mungu ni sahihi, hapana la wasiwasi. Hata kama giza linazunguka, mwanga utakuja. Hakuna cha kumzuia, hakika yake daima. Wakati wa Mungu ni sahihi, naam, sahihi. Nilipitia giza, pengine moyo umelia, machozi yamemwagika, matumaini yametoweka, lakini bado umesimama, ninasubiri. Simama siongee mume wangu. Labda ni mume wangu. Mbona umetoka nyumbani bila hata kusali? Turudi basi nyumbani ukasali. Unajua dunia hii ya leo hawezi kujua nani mwema nani mbaya. Vipi ukipata kwa ajali? Mimi sina amani kabisa. Nishachoka na haya mambo mimi. Kila siku maombi, chakula hicho umeambiwa. Ni mara ngapi unaomba lakini bado narudi nyumbani mikono mitupu? Ni vyema nitoke nyumbani niende katika mizunguko yangu bila wewe kufanya maombi. Kwa sababu ukifanya maombi tu, hata huko kazini kwenyewe nakoenda sipati chochote, narudi mikono mitupu. Haya ni majaribu tu. Ni kipindi ambacho tunapitia kigumu, lakini twende basi nyumbani tukasali. Subira na uvumilivu ndio vitakavyokusaidia. Na kuomba mume wangu, tumwamini Mungu. Twende basi na kuomba. Unajua nitazidi kuonekana mwanaume mjinga kwa sababu unavumilia vitu ambavyo havina maana. Laban, useme hivyo. Mimi ni mke wako na nikutakia mema. Naomba unisikilize hata mara moja. Uvumilivu huo sina kwa sasa hivi tena. Yaani ni mara ngapi wewe umeshinda ukiomba pale nyumbani? Sio mchana, sio usiku unakesha. Ni mara ngapi wewe umefunga ukiomba? Yote ili mimi mume wako niweze kupata kazi. Lakini bado mpaka sasa hivi, yaani ni sawa na mfanyabiashara mkubwa kuwekeza pesa zake sehemu ambayo inatoa hasara tu muda wote. Sasa mimi niwekeze muda kwenye kitu ambacho naona kabisa hakina faida. Unaomba lakini matokeo hakuna. Majibu hatupati. Nimejaribu kusonga lakini njia ni ndefu. Nimeumia sana lakini bado nina imani kwa maneno yake na shiki. Tina, mimi ni mwanaume wako. Kwa unisikilize kwa makini. Sifanye kitu bila kufikiria mimi. Unafikiri mimi napenda jinsi ambavyo tunakuwa tunalala njaa pale nyumbani? Sipendi kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye ninakupenda. Natamani tufike mbali. Niache, sihitaji tena maombi kwa leo. Niache niende kwenye mizunguko yangu na ameni nitapata tu. Laban, simchanganye mimi. Wakati wa Mungu ni sahihi, hapana la wasiwasi. Hata kama giza linazunguka, mwanga utakuja. Hakuna cha kumzuia, hakika yake daima. Wakati wa Mungu ni sahihi, naam, sahihi. Mwenyezi Mungu, haiwezekani ya kwamba napiga magoti kila siku, nafunga, nafanya ibada na kuimbia kwa ajili ya mume wangu. Mungu, kila siku naomba mume wangu apate kazi. Kwa nini nabariki wengine lakini unaniacha mimi? Mungu, ulisema kwamba tukikuita nawe utaitika, tukiomba nasi tutapewa. Mwenyezi Mungu, naamini ya kwamba hakuna chochote kinachokushinda. Wewe ni Alfa na Omega.
Wewe ni mfalme wa wafalme, ukisema ndiyo hakuna kupinga. Hamna kiumbe wala kitu chochote chenye uwezo wa kupita wewe. Mungu, ukitenda umetenda. Wewe ni mwenye nguvu zaidi ya watu wote duniani na zaidi ya kitu chochote kilichopo. O Mungu, naamini ya kwamba wewe hauchelewi wala hauwahi. Lakini Mungu, tazama maisha yetu tunayoishi hapa. Tunaishi njaa, lakini Mungu tunakutumikia, tunakuomba, tunafunga, tunafanya ibada Mungu, tunaenda kanisani. Lakini Mungu, mbona bado tunaishi katika maisha magumu? Mungu, naomba usituache. Mungu, naomba utusamehe kama tulifanya kitu ambacho hakijakupendeza. Naomba utende katika familia hii. Leo mamangu anaporudi nyumbani, naomba urudi na taarifa njema. Tazama, mume wangu ana vipaji vingi sana, lakini mbali na vyote hivyo amesomea na kuwekeza sana katika udereva. Dereva mzuri sana, ana leseni na ametumia pesa nyingi sana kuhangaikia leseni yake, lakini bado hajapata kazi mpaka sasa hivi. Mungu, naomba usimsahau. Naomba siku ya leo akirudi, arudi na taarifa njema ya kuwa amepata kazi, na kazi yenyewe isiwe kazi yoyote tu, bali iwe kazi ambayo inakupendeza wewe, isiwe kazi haramu. Mungu, naomba na naamini ya kwamba utatenda. Naamini ya kwamba maombi yangu hayataenda bure. Mungu, nakuamini kwa sababu sijaanza kukujua leo. Umetenda mambo mengi sana katika maisha yangu, hujawahi kunipungukia. Hivyo naomba na kuamini kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nafikiri hapa kumetulia, tunaweza kuzungumza sasa. My husband. Kumbe upo hapa. Karibu ndani.
Asante mke wangu, lakini mimi naomba nikuombe samahani kwa sababu nimetambua kwamba nimekukosea leo kwa kukufokea bila sababu ya msingi. Sikutakiwa kufanya vile. Yaani nilivyokaa nikatulia nikagundua kwamba nimekosea, nimeona na stahili kabisa kukuomba msamaha. Naomba nisamehe mke wangu. Mume wangu, sisi ni wanadamu. Jambo la kata tamaa ni kawaida, hasa pale ambapo unakuwa unapambania kitu na hauoni matokeo. Kingine, kuhusu vile ulivyonifokea leo, sioni kama umekosea, ni haki yako. Na usijali, mimi nishakusamehe. Nashukuru sana kwa kunielewa mke wangu, lakini nina taarifa njema. Taarifa gani? Nimepata kazi. Wow, kweli? Nimefurahi sana kusikia taarifa kama hizi. Kwa kweli, Mungu ni mkubwa. Sasa, niambie, ni kazi gani ambayo umeipata? Ni ya kawaida tu, kuendesha marori kutoka Tanzania kuelekea nchi za nje tofauti tofauti. Oh, ni kazi nzuri sana. Japokuwa nitakumisi sana pale ambapo tutakwenda kwenye safari. Bado nina imani kwa maneno yake, nashikilia kwa ahadi zake, najivunia. Hakuna kikwazo, Bwana anaweka kila kitu sawa. Nomusimuga bataramba njenjele wetina njenjele ninkwenda muno mkazi wange njenjele wetina njenjele nomusimuga bataramba njenjele. Alafu kuna kitu nimekumbuka. Unakiona kiroba cha unga hicho? Mimi naona ni vyema, yani ingependeza kama ungemimina kwenye ndoo, kwa sababu ukiuacha hapo itakuwa sio vizuri. Maana jana usiku kuna mipanya nilisikia inazunguka huko ndani. Mume wangu, nitafanya hivyo hata baadaye. Hata hivyo, sasa hivi ni mchana na kupiga story na wewe. Story gani sasa? Anzisha wewe. Hadithi njoo, uongo njoo, tamkolea. Hapo zamani kulikuwa na sungura na kobe. Sungura na kobe waliamua kushindana katika mbio. Hivyo sungura na kobe wote walianza katika muda mmoja. Sungura alikuwa anakimbia kwa kasi sana, lakini kobe alikuwa anakimbia mwendo wa taratibu sana. Sungura alivyoona hivyo akasema kwamba si bora tu nipumzike, maana hata nikilala hawezi kunifikia kobe. Kobe aliendelea kukimbia hivyo hivyo. Baada ya sungura kuamka, akashangaa kukuta kwamba kobe alishafika ukingoni na watu wanamshangilia. Mume wangu, katika hadithi umejifunza nini? Kwanza kitu ambacho nimejifunza kupitia hiyo hadithi ni kutokukata tamaa. Kobe mwendo wake ulikuwa ni mdogo tu wa taratibu, na sungura alikuwa anakimbia kwa kasi sana. Kwa mazingira ya kawaida au katika hali yetu sisi wanadamu, unapotazama mwenzio amefika mbele, kuna roho fulani hivi huwa inakuja kukata tamaa, lakini sio kwa wote. Sasa kitu ambacho najifunza, badala ya kukata tamaa, unatakiwa uzidi kupambana, kwa sababu huwezi jua yule aliyeko pale mbele anaendelea kupambana kuzidi pale alipo au amesimama pale pale. Kwa kadiri unavyojitahidi kupiga hatua, hata kama ni za taratibu, unaweza kujikuta umeshinda, umempita hata yeye. Kitu cha kwanza hicho nimejifunza. Lakini cha pili, tusiwe na dharau. Yaani tusidharau labda wenzetu kwa kuangalia udhaifu wao.
Wao, ni vizuri sana mume wangu. Nimegundua kwamba una uelewa mkubwa sana. Naamini kwamba haya mafunzo uliyojifunza leo hii utaishi na itaenda kusaidia katika maisha yako. Sawa, lakini mke wangu, unajua kila nikifikiria kwamba ni tayari miezi kadhaa naenda kuitwa baba, najisikia raha sana. Nashukuru sana kwa kunibebea ujauzito. Mume wangu, nakushukuru pia kwa sababu bila wewe nisingepata ujauzito. Lakini pia namshukuru Mungu kwa kuwa tubariki na ujauzito. Yeah, ni kweli. Lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mume wangu, kesho ni siku ya ibada. Kwa hiyo nimeandaa kila kitu. Nimeshafua nguo, nimepiga pasi na hata Biblia na tenzi zipo pale mezani. Kwa hiyo ni lazima tuende kanisani kesho. Nani, ushaandaa kila kitu kabisa? Ndio. Uko serious na Mwenyezi Mungu wewe? Lazima ni serious na Mwenyezi Mungu. Ndio kila kitu katika maisha yetu. Sahihi kabisa, na kuunga mkono katika hilo, kwa sababu ukizingatia kwa sasa hivi tayari nimepata kazi, safari ishaandaliwa, wametoa advance, kwa hiyo lazima kwenda kanisani. Tuende tu, hatuna budi kwenda kanisani kutoa fungu la 10. Nafurahi sana kusikia hivyo mume wangu, kipenzi changu Aziz. Na bado sana kuwa na wewe. Nakupenda sana mume wangu. Laban. Naam. Mimi kuna jambo nataka nikwambie. Kitu gani tena hicho? Sije kuwa yale yale. Kiukweli yale yote ambayo nilikuwa nayafanya kukusumbua, yaani kuhitaji kuonana na wewe muda wote, kuelezea hisia zangu, nilikuwa nafanya yote kwa sababu ya upendo. Japokuwa nilifuatilia na nikagundua kweli una mke, sikulizika na yale ambayo niliyaona, japokuwa ulikuwa ni ukweli. Nikazidi kukusumbua, nikihitaji tuwe wote. Ila nimekaa nimeona kuwa haina haja ya kuendelea kukusumbua tena, aliyakuwa ni mume wa mtu. Mimi nilikuwa naomba unisamehe. Pia nilikuwa nahitaji tuwe marafiki. Yaani inamaanisha tuachane na yale yote yaliyopita. Nahitaji tuwe marafiki na nakuahidi nitakuwa rafiki mwema. Yaani unamaanisha kwamba umebadilika, umeelewa kila ambacho nimekuwa nikikwambia kila kukicha, kila ulipokuwa unanifuata na kuambia maneno yale yale, tayari leo umenielewa, si ndio? Uhitaji tena kuendelea kunisumbua kwenye swala la mahusiano. Lakini sije ikawa ni drama hii unacheza, kwamba lengo lako unataka uwe karibu yangu zaidi ili ufanikishe mambo yako. Mimi sihitaji mahusiano, yaani kila siku tunapozungumza lazima nikwambie hichi kitu. Mwanamke wangu namheshimu sana. Yaani siwezi nikajenga mahusiano na wewe wakati yupo mwanamke ambaye tayari naishi naye ndani. Amenivumilia toka nikiwa sina kazi mpaka leo hii nina kazi. Zile changamoto zote tumezisahau kabisa kwenye maisha yetu, hazipo. Hizi shida ambazo zipo kwa sasa hivi ni ndogo ndogo. Yaani siwezi nikamfanyia hivyo hata kama sio hata kama nina roho mbaya gani, yani siwezi nikamsaliti mke wangu. Hapana Laban. Ninachosema namaanisha. Kwani riziki ya kweli haifosiwi. Yaani ninachotaka mimi niitwe marafiki na kukuhakikishia hilo, na kuahidi kuwa nitamheshimu mkeo na kumchukulia kama wifi yangu. Mimi nimekuelewa kama ndio hivyo. Na kingine pia sina kinyongo chochote katika moyo wangu juu yako. Naelewa hisia kuna muda zinakuwa zinachanganya mpaka mtu aje kukaa sawa. Lazima awe na uwezo wa kucontrol hisia zake kutumia akili.
Kwa nimependezwa sana na hili jambo, kuniambia kwamba tayari umeelewa kwamba hisia hazilazimishwi. Uko tayari kutulia ukasubiri riziki yako. Sawa. So Mimi naenda. bye. जहाँ तेरा साथ मिले, गरीबी मेरी पहचान सही, पर दिल सिर्फ तेरा नाम लिखे। मुझे दुनिया से क्या लेना, बस तेरा हाथ चाहिए। अगर जुदा भी कर देंगे mke wangu, hebu ona hii content kwani. Jamani, dunia Sijui hata dunia inaelekea wapi sasa hivi. Afu mume wangu, nakumbuka ile siku ulivyorudi umelewa ukapika ile mboga ya papai. Ndiyo nakumbuka. Kuna nini? Mboga ilikuwa ni tamu sana. Sote ulipikaje? Nimemisi. Mbona tu nifundishe kupika? Hapo sasa ndo nafeli hapo. Yaani nikufundishe kupika, unajua kabisa ile ni mboga ambayo unajua kuipika tu. Hiyo hiyo. Sasa ukisema nikufundishe, siku ukihitaji labda ukisema umemisi nikupikie, nitakupikia nini sasa? Wakati ni tayari nitakuwa nimekufundisha. Au unataka nikufundishe umpikie nani? Sasa ukitoka kazini nitakuwa nakupikia. Ukichoka unarudi nishapika, utaenjoy mwanangu. Cha msingi ni kwamba umeimisi hiyo mboga, si ndio? Unataka kula lini? Mchana wa leo au usiku? Nataka kula leo mchana. Au mbona ni kipengele kidogo, kwa sababu pale kwa jirani nimeona kama yameisha mapapai. Kuna rafiki yangu kule chini. Naisa alikuwa naye, nataka kuchukua leo. Sio uchukue mengi sasa, moja tu linatosha lile. Unachukua mbalo halijakomaa vizuri, yani bichi sana. Ndio linakuaga tamu lile. Basi mboga nyingi tutakula mimi. Wewe tena kwenye mboga. Haya bwana. Hivi kabla ya hapo ulikuwa ushawahi kuila hiyo mboga au ndio ilikuwa mara ya kwanza? Ndio mara ya kwanza kwako. Haya bwana, nitakupikia. Asante mwana. तू मेरा प्यार मैं तेरा प्यार, जन्म जन्म तक हम सिर्फ एक दूसरे के। तेरा हम सफर nilipitia giza, pengine moyo umelia, machozi yamemwagika, matumaini yametoweka, lakini bado umesimama. Ninasubiri mwanga, kwa maana najua Bwana anafanya mema. Wakati wa Mungu ni sahihi, hapana la wasiwasi. Hata kama giza linazunguka, mwanga utakuja.